Kafanyie kazi ya maneno simbwele mbwele wewe. Vipi bwana? Hivi unasikia anayosema? Fresh. Msoma. Hai. Karibu mama. Hii ndio nyumba yetu. Na sio kwamba kama nilivyokuambia kabisa tutakuja kununua, bali nyumba imekwisha kununuliwa, ila nafasi ya kuja kukuonyesha huko ndio ilikuwa ni mbaya. Sasa wewe mwenyewe ulikaa na maki hele nenda ukaangalia. Wanasema kumsikia. Ni nzuri. Huko ni sema chakula. Chumba huku ni masuala sema chakula. Chakula baada ya kupisha vyakula hapa inaja mpaka kuzunguka kwenda mlango hapa. Napita kwenye mlango hapa. Kuna damu kutoka huko na kuosha. Hiki ni choo na bafu. Yaani vyumba vitatu vile pale vile. Choo chake hiki hapa, bafu lake hapa. Sasa twende kwenye chumba cha kwako. Hiki ndio chumba cha mama mwenye nyumba. Chumba kikubwa na dirisha pana. Ila ukifungua unatoka nje. Nje tena? Odi. Karibuni. Asante na hapa. Sio. Salama sana. Shikamoo. Marahaba. Salamu. Kwema. Wema. Karibuni wanangu. Asante. Asante. Mimi nipite ndani. Karibuni ndani. Mimi naingia ndani. Wewe kaa hapa. Hapa. Ya tanki kutaga na deka. Umeona? Mtoto kwa mama hapa. Mtoto kwa mama akui. Samani babangu, hoja mkubwa hatuma. Baba kuna nguo imedondoka. Nguo imedondoka. Sisi tumeingia hapa jana. Na ujio wetu mimi nilinunua ile nyumba ya Mzee Mashaka. Sasa nilikuja kumuonyesha mwenzangu maana alikuwa bado hajaiona. Sasa kwa sababu muda uliisha tukalala hoteli. Sasa hizi nikaona tupitie hapa tuje tukusalimie. Na hii hati ya nyumba tuhifadhie. Nashukuru baba, umefanya jambo lenye maana. Sawa sawa. Kwa sababu kuna kulipia. Sasa nenda rudi kusafiri nayo itakuwa sio vizuri, bora iwe inabaki hapa. Mariamu ipo ndani? Mariamu.
Asha. Niambie mdogo wangu. Upo. Nipo mama anasemaje? Safi, karibu kiti. Asante. Jamani. Baada kwa kuhangaika huku mtu anatembea mpaka unachoka miguu yote na sisi. Haya huo. Mdogo wangu, wewe muda wote kuniongelea dada yako mbea tu. Pelekesha hii. Shoga yangu, sasa alikuja mama Yasli. Alichoniambia nimechoka. Haya, anasemaje tena? Kaniletea matatizo nyumbani kwao hapa, nyumbani kwake. Kwamba mume wake mshamba aje matumizi. Haya, anatakaje? Hata kupelekwa disco, kutolewa outing, kupelekwa shopping huko, swimming pool, akaogelee. Hivyo na vitu vingine. Na wewe ukamwambiaje? Sasa mimi nimwambiaje tena dadangu? Mimi nimwambia tu bwana, maisha sasa hivi ni magumu. Unaelewa? Tulia kwenye ndoa yako. Acha yale mambo ya kuigaiga, majaribio sio mazuri. Kweli haya mambo mazito. Basi mimi juzi mwezio kaja nyumbani kwangu. Kanieleza jambo zito hilo, lakini kaniambia iwe siri yetu. Mdogo wangu, ili likivuja umenivua nguo ujue. Sasa dadangu yako mwenyewe anashinda. Wengine peleke wapi? Usiseme hivyo, baadaye kuja kufanya tofauti. Yule bibi anamtaka Saidi Tozi. Anamtaka Saidi Tozi. Hivi ninavyokuambia, yeye kwanza wamesafiri. Akirudi tunawakutanisha, wakae wayapange hapo. Kwa hiyo yale ambayo alioniambia hapa, wewe unatafuta bwana ndio yametikayatimiza, si ndio? Na mimi nitafanyaje? Na mimi ndio kijumbe. Nafikisha ujumbe. Yakishatimia nichukue changu cha udalali. Kuna la zaidi. Dalali siku hizi mwenzetu. Bali ndio hiyo mama. Basi ukichukua na hicho cha dalali usikose kuja mpitia. Mimi nichukueje nikuletege wewe? Nashaona mambo wewe. Mimi naenda mwenzi. Wewe umeshazoesha. Kama unavyojua ekaeka zangu. Ushazoesha. Nimekuzoesha. Basi habari ndio haya. Saidi. Huyu anaitwa Zuena au mama Yasir? Zuena. Huyu ndio Saidi uliyotaka kukutana naye? Haswa ndio yeye. Sawa. Karibu kwenye mazungumzo. Asante. Mimi ningependa kujitambulisha. Mimi naitwa Zuena au mama Yasir. Nimeolewa. Nina mtoto mmoja na mume wangu anaitwa Mzee Sadi. Nashukuru. Nitikia wito wako. Mimi ombi langu ni moja tu. Kwanza nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Kikubwa ninachohitaji kutoka kwako mapenzi. Nimetokea kukupenda sana. Sina ninachokosa kwa mume wangu. Pesa, mali, nini, yani kila ninachohitaji kutoka kwa mume wangu nakipata. Ila kwako nahitaji penzi tu. Nahitaji mapenzi kutoka kwako. Sawa, ila nina swali juu yako. Uliza. Wewe unahitaji mapenzi kutoka kwangu. Je, mimi nitanufaika vipi na penzi hilo ambalo unahitaji? Kuhusu huko kunufaika kwako, naomba niachie mimi. Mradi tu uniahidi, je, ninachokihitaji nitakipata kutoka kwako? Mradi nikuhakikishie na nikuahidi kwamba napata penzi kutoka kwako. Mimi ni kijana ambaye nimepanga maisha yangu ni kuungaunga. Nimepanga na sina kazi. Wewe unahitaji penzi kutoka kwangu. Hiyo kwangu inakuwa ni kama ajira. Wewe utapata kile ambacho unachokihitaji kwangu. Je, mimi nitanufaika vipi na ajira yako? Swali zuri sana hilo. Kuhusu wewe, naomba niachie mimi. Niahidi tu nitalipata penzi. Okay, nakuelewa. Unataka kupiga kelele? Lazingua Yasi. Mama amke wakati mama hayupo. Mama hayupo mwanangu. Safi sawa. Wewe mayani nimekaa mpaka nimesahau kama mwanamke.
Samee mume wangu. Saloni tu ndio hapo saloni ndio mpaka saizi mkao. Yaani huwezi amini kuna foleni huko. Hatari. Yaani mpaka mimi mwenyewe nimeshindwa kusuka. Nimeamua niondoke tu. Pole. Asante. Lakini nimekupunguzia kazi. Nishapika mboga, nimepika na chakula cha usiku. Maana baada ya kumaliza kazi zote tumekaa hapa na dogo tunaangalia mpira. Asante kwa kujali. Sawa. Yasi. Mama karudi. Umefurahi? Oh, mama kalala, nakwambia mama hayupo. Kesho nitakwenda shamba. Nataka nikatoe maloba 100 ya mpunga tukakoboe tuuze. Kwa sababu kule kwenye mpunga umekwisha, machele umeisha. Sawa, hamna shida. Alafu na kesho kuna pesa ambayo italetwa. Hiyo pesa itakayokuja utafunga mahesabu, nikija kule tutajua tufanyeje. Sawa. Sawa. Vipi kazi zinaenda? Kazi inaendelea vizuri. Na milioni 3 keshi. Alafu unga umeisha. Watu wa Kilosa na wa Mikese hela watatuma kesho. Kuna milioni 4. Alafu hospitali kubwa ya mkoa kwamba walikuwa wanahitaji mzigo unga umewaishia. Ila hela watatuma kesho. Jumla kutoka kuna milioni 6. Watu wa Mikese na Kilosa milioni 4 na hospitalini jumla milioni 6. Ila milioni 3 tunazo tukisisi. Basi sawa, nashukuru sana. Sawa. Basi mama, ngoja niendelee na shughuli yangu. Haya, karibu. Ngoja nikuache. Sawa, basi tuwasiliane. Haya. Bye. Sikia. Nataka tutoe gunia 100 za mpunga. Kwa sababu kule mashine hamna mzigo. Mzigo kwa kule tumeisha. Sawa, lakini hawa wakulima wameleta gunia 70 hapa. Sasa ni bora umekuja tujue kama tunalipaje. Kama wameleta gunia 70 ni wazo zuri. Sioni sababu ya kutoa gunia 100 kama hizo 70 zimekuja. Nadhani tusafirishe hizo 70. Tukakoboe, biashara ifanyike, lakini inabidi uongee nao baada ya wiki 2 tuwalipe. Sawa kaka, mimi nitaongea nao na uhakika watakubali. Haitakuwa shaka. Sawa, haina shida. Haya. Cha mtu uliwa na mtu, cha chuma uliwa na kutu. Ama kweli kukimbiza kuku mweusi kwenye kiza inahitaji ufundi. Yaani najuta kwa nini sikukujua mapema. Na sitaki kukupoteza. Mama, tamu mke wa mtu. Natamani kama tukutana. Acha papala. Mimi ni wako. Kweli. Hebu ngoja kuna zawadi. Haki yako. Snifu. Kuna bomu. Ila tukanifungulia. Nikilifungulia hapo. Nyumbani nilifia. Naona kwa mnyumbuliko nini Poa kabisa. Niambie asubuhi hii umetokea wapi? Wangu wewe amini. Yaani Mtoka kwenye uzinduzi? Kwani kuna bendi imekuja leo? Achiana na bendi dada, ametoka katika uzinduzi hapa. Nipo nyenye niko hoi. Sawa kuzindua penzi jipya na mama Zuena. Ishi mama. Wacha. Tutakula jangu mtoto.
Kapata alichotaka zaidi alichokihitaji. Si unajua mimi katika sekta ile, kwenye idara ile nilipokuwa na ufundi wangu. Bwana wewe. Na mapenzi usifiwe, acha kujisifu ndugu yangu. Vipi lakini nakupa mshiko? Na mdau wa kuomba mshiko wenyewe. Sasa uombe iwe wewe. Mimi ninapokuwa sana wala wewe uombe. Nakwambia nimeenda kula vyangu masema kuomba pesa 100. Kwa maana yako kutoa hapa. Sikiliza sasa. Alichokifanya yeye. Baada ya kumaliza mambo yetu tumetoka zetu nje, kazama kwenye kipochi chake, kanitoa kitu cha kaki hiki hapa. Bwana aenda kaishi nacho mtaani, akifungulia nyumbani nifanyeje? Acha utoto wewe. Ukafungulia nyumbani ili iweje bwana? Fungua mzigo tuone huo. Sasa ndafunguaje hapa kada baby kaniambia nikafungulia nyumbani. Fungua tuone sasa acha ubishi. Siwene bubu tu. Hebu fungua bwana tuone mambo haya. Mwanamke.